To our viewers, wherever you are, we welcome you at this particular time. We worship together. Karibu sana, karibu sana. Tukaweza kuabudu pamoja wakati huu. Maana ni vema, Mungu ameona ni vema tukawe hai mimi pamoja na wewe wakati huu. Kuna hata wale wamefanya mema zaidi ya yetu, lakini hata hawapo. Kuna uwezekano umefanya dhambi, lakini Mungu amekuruhusu unaishi, unatembea. Wengine wako ndani ya gari unaendesha, wengine umekaa kwenye makochi makubwa makubwa. Una amani, una furaha, ndoa yako inanawiri, hata mwili wako umenawiri. Na umemkosea Mwenyezi Mungu. Wakati huu karibu sana, karibu sana. Mnao tutasama mahali popote mlipo. Mungu awabariki sana sana sana. Hallelujah. Umeniumba Baba ili kuja nikuabudu. Hallelujah. Sababu ya kukuabudu. Uliniumba ili nikuabudu. Uliniumba ili nikusifu. Kwa mfano wako uliniumba, ni sababu ya kukuabudu. My sister, my father, my friend, wherever you are this particular time, I would like to encourage you that don't worry about anything you are passing through, that life circumstances you are going through, tough life situations you are going through. And never be discouraged with the situation you are passing through. There is God in heaven who is looking you. God in heaven is watching you. He knows why you are passing those situations. Don't give up. Continue praying wherever you are. Biblia imetuambia kwamba bora haja zetu zikajulikane kwake atatutendea. Na yeye ni mwaminifu, ametuumba tumpatie sifa, atatutendea. Let me encourage you this particular time, wherever you are watching from. No situation is permanent. No situation is permanent. Sometimes it happens with a lesson. Sometimes it happens. Utasemaje Mungu anainua na hajakuinua? Utasemaje Mungu anabariki na hajawahi kukubariki? God knows the situation you're passing through. Mahali aliko anafahamu na anajua yale unapitia. Don't cry, don't cry. You are never alone. You are not alone this journey. God knows that you are there and you need Him. Don't be discouraged with the situation. Usikate tamaa. Wengine wanajinyonga, wanaaka.
kabla ya wakati wao wa kufa. No situation is permanent. Continue praying. Mdai Mwenyezi Mungu anasikia na atakujibu. Mpendwa, mahali popote unapotuangalia, mahali kokote uliko, tunakuhimiza jioni ya leo usikate tamaa. Usikate tamaa mahali popote uliko. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. My mother, my sister, my daughter, wherever you are, this particular time, usikate tamaa. Mama, umelia sana, watoto wanakusumbua, mara madawa ya kulevya, mara wanakupiga, umekata tamaa, unalia. Usilie, maana kuna mtu mahali, kuna mtu yule anatamani mtoto lakini hajapata bado. Zidi kumuombea mwanao. Mungu yuko mbinguni, anasikia na atakujibu. Mama, uko mahali unalia, mzee wako anakusumbua, mke wako anakusumbua, katika ndoa hamna amani. Usikate tamaa, zidi kumuombea. Muombee, Mungu atambadilisha. Muombee, Mungu atambadilisha. No situation is permanent. Hakuna situation ambayo ni permanent. God can do anything. Uko hapo hauna kazi, umeteseka, maisha ya kuhangaika, maisha ya mateso. Usilie. Mungu anakujua na anakupenda. Anajua unateseka. Hata wakati huu chinzi tunaongea hivi, anajua uko mahali hapo. Jioni ya leo kupitia kwangu amenituma nikakupatia ujumbe wa encouragement. Jioni ya leo ujumbe huu ni wako, ndugu yangu, mahali kokote uliko. Hakuna jambo linaloweza kumshinda. Usikate tamaa mahali popote ulipo. Usilie wala usikate tamaa. Mungu wa mbinguni anakuona, anajua yale unapitia. Kama wanadamu tujifundishe pia kumrudishia Mungu shukrani kwa yale ambayo umetutendea. Hivi leo unanitazama, uko hai, haujamwambia asante. Una macho mawili unatazama, haujamwambia asante. Haumwi mahali popote, haujamwambia asante. Pindi tu unapokuwa mgonjwa unakata tamaa, unalia, unasema Mwenyezi Mungu amekusahau. Wakati unapokuwa mgonjwa ndipo unaona kwamba Mungu hayupo, lakini wakati ambapo uko hai, uko sawa, unakosa sababu ya kumwambia asante, niko hai.
majaribu yamekuwa mengi, usilie. Umekosa karo ya watoto shuleni, usilie, sababu kuna yule anatamani kuwa na mtoto. Hauwezi kosa sababu ya kumwambia Bwana asante. Ni wewe tu ambaye haujamwambia asante, lakini hauwezi kosa sababu. As long as you are alive, hiyo ni sababu tayari ya kumwambia Bwana asante. Kama tu unaweza ukapumua, hiyo ni sababu ya kumwambia asante. Sababu kuu ya kuumbwa sisi wanadamu ni kwamba tukamsifu, tukaeneze injili yake, tukamsifu, tukamuinue. Hivi leo wewe ukikosa kumsifu, atainua mawe, atainua miti ili kwamba ikaweze kumuinua. Atainua ndege wa mwituni asubuhi na mapema kabla ya kuamka kwako. Watakuwa washaanza kurudisha sifa. Mahali popote unatupata na unapata sauti hii, asante sana kwa kuwa nasi wakati huu. Mungu akubariki, Mungu akuinue, akuzidishie. Wakati unapotuangalia hivyo, tusupport kwa channel yetu Brady Kiu, YouTube, TikTok, Facebook, nikiwa na ndugu yangu hapa Mika. Pia wakati huu tumeona ni vyema tukamrudishie Mwenyezi Mungu shukrani kwa neno la himizo ambalo tumekuwa tukishare wakati huu ambao tumekuwa nani. Na pia mahali uliko, endelea kutuombea zaidi, tuombee zaidi na zaidi na zaidi. Mungu aendelee kutuinua, maana kama binadamu tuna mapungufu yetu, huenda tukamkosea akakasirika nasi. Kama binadamu huenda hatujamfurahisha, kwa sababu wakati huu ambapo tuko mahali hapa, kuna uwezekano umefanya dhambi mahali lakini uko hai. Wengine wameua, wengine wamesini, umefanya dhambi ya aina yote ile lakini uko hai. Na kuna mtu mahali ametenda wema mahali na hajafika nyumbani, ameaga barabarani na ametoka kufanya wema. Endelea kutuombea sana. Amen. God bless you.